tiketi ya kutua jijini Paris hasa mwaka huu kupeperusha bendera ya Kenya. Tuangazie mashindano mengine. Ni kwamba mashindano ya vyuo vya anuai ukanda wa magharibi yameanza rasmi hii leo katika chuo cha anuai cha kitaifa cha Matili, kaunti ya Bungoma. Zaidi ya vyuo 27 vinashiriki. Michezo inahusisha fani 3: soka, netiboli na mpira wa vikapu. Leo kulishuhudiwa chuo cha Webuye West kikiweza kuwashangaza wenzao wa chuo cha Matili kwa kuwafunga bao 1-0 kwenye soka ya wavulana. Katika netiboli, mabinti wa Matili walishinda mechi ya kwanza kwa mabao 16-5 dhidi ya Musakasa. Mechi zinaendelea na mshindi ataweza kuwakilisha ukanda wa eneo la magharibi katika hatua ya kitaifa, michuano ambayo imeratibiwa kuandaliwa kaunti ya Uasin Gishu hasa eneo la Eldoret juma lijalo. Kwa majina ni Solomon Kalulu, captain wa Webuye West. Tumekuja kuwakilisha shule ya Madam Principal, Madam Lilian. So we are happy for the win. Kwa leo tumekuja game ya kwanza kupatana na Matili for the first time in history as our mother school. Tumewabeat and we are happy for that. Kupiga Matili ni kitu kubwa sana. Hatuku expect. Juu pool yetu tulikuwa tunaangalia kama mnyonge, kama hatuwezi, na ni mara ya pili kupatana kwa hii competition ya Ketiso for the first time. So we are happy to gonga Matili as the champions of Ketiso. Kwa majina ni Obwana Margaret, mwanafunzi kutoka Matili Technical Training Institute. Wakati huu tuko uwanjani kwa sababu ya mchezo ya Western Region Kati, na tuko proud sana kuhold mchezo ya Western Region katika shule yetu ya Matili Technical. Mimi mwenyewe na timu yangu tukiwa wana netiboli, tumetoka uwanjani sasa hivi tumecheza na Msakasa. Tuka win sisi kama Matili tuko na 16, Msakasa wako na 5. Na kwa na hiyo proud sana kwamba sisi we are winners. Nataka pia kupongeza coach wetu ambaye ni Madam Beverly, ameweza kuwa pamoja nasi kutuamsha asubuhi saa 12 tukikimbia tukifanya mazoezi ili yani kutupea morali ya kwamba sisi tuko tunafika na finali na lazima tufike nationally Eldoret. We are proud and we are very proud. I'm Samson Mkui aka Dero. Sisi ni mashabiki wa Matili Technical. We are proud kushabikia Matili. Sisi tunafurahia sana hii game yetu yenye imeletwa hapa, and we are proud of having Matili as our best team in this locality. My name is Judith Sande, the Chief Principal Matili TTI. We are privileged and we feel so honored to host this great activity in our region. And we know that it makes a whole difference and it impacts on the institution so positively. And we are so prepared to ensure that all the participants and even the members of staff and the guests that will be coming to participate and also attend the games are safe, and we are providing the necessary facility to make sure that they are very comfortable and they are able to do their best and perform at their best. We are actually preparing for the nationals next week, and from here, as a host, I believe our team is also ready to participate in the national event, and we are indeed prepared to provide the environment so that the best team from the region represents the team. Kwani wakufunzi wetu wameweza kuidhirisha kwamba hawa wanafunzi wako tayari katika michezo na leo ni siku yao. Kwa hivyo sisi tumekaa kuona yale ambayo tumeandaa. My name is Elisha Nyamu, Principal Shambere National Polytechnic and the Chair Sports and Recreation Western Region. For this competition, it is called the Kati Season 2 Ball Games. It brings on board soccer men and women, basketball men and women, and netball. I want to say I'm happy because in the whole of this country, Matili is hosting the biggest championship ever because we have 27 teams taking part in soccer. This event is greater than even the national event that will be at Eldoret National Poly. So we want to say as Western Region, the principals have been very supportive despite the challenges that we have on the ground, but they have brought their teams. So we want to say that we want to have the best teams win
We have brought on board very professional referees and umpires that are going to make sure that the best talent comes out. As the ministry, we know the importance of co-curricular activities. With co-curricular activities, we encourage students to take part because they are involved, they are not idle. After the training, they go to the field to also practice. And that one, they are engaged, they don't have time to engage in illegal activities. And also with the co-curricular activities, when they are equipped also, they are allowed to nurture their talent. They can be able to earn a living out of that. That is why, as the ministry, we encourage our youth to also take part in co-curricular activities.